Bwana Falia, tafadhali mashukuru ni mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Enjoy tukujuze kile ambacho tumekuandalia. Kikiwa kinapewa nguvu kubwa mno na Bati Quality. Ni kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matili ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, tunakupatia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Lakini kama itoshi, ofa ya bati 10 na zigawa mimi barozi Cisco. Hii ni mwanzo wa mwezi, katikati ya mwezi na mwishoni mwa mwezi, nagawa ofa ya bati 10. Cha kufanya ni kuendelea kunifuatilia sako kwa bako, ili kila ninapotoa challenge uweze pia kupata yale maswali, ili uweze pia kujiokotea bati zako 10. Unaweza ukashinda mwezi mzima bati 30. Kitonga iko, unajenga nyumba nzuri kweli kweli kutokea kwetu. Mimi naitwa Cisco, ndio tuzungumze naye hapa Steven Mwana Mapunda. Lakini taarifa kubwa ni pale mitaa ya Twiga na Jangwani juu ya kocha wao kunani. Mambo ni mazito kweli kweli. Mapunda Steven, uko vizuri bro? Mimi niko vizuri. Uzima upo na haulalamiki? Ya, namshukuru Mungu. Niko sawa bin sawia. Okay. Mungu ni mwema. Ndio. Kila kitu kipo kwenye mstari. Jadidi. Yes. Kabisa. Bwana, mambo ni mengi kweli kweli, muda ni mchache baada ya Romain Folz kufungulishiwa virago vyake na kuambiwa inatosha. Ndio. Inatosha. Tulipofikia. Ni mara 3 hiyo unajua kabisa. Ukifukuzwa sehemu, tafsiri yake watu wamekuchoka. Na kwa herufi kubwa wanakuambia inatosha. Inatosha. Alianza kuchokwa na mashabiki. Ndio. Akachokwa na wanachama. Ndio. Unajua kuna tofauti kati ya mashabiki na wanachama Kabisa. Au ni tofauti japokuwa kidogo? Inaeleweka. Unajua mashabiki wao huenda sio mwanachama, lakini yeye kila kitu yani yule hata uvumilivu unakuwa mdogo. Yeye chengizo lake kubwa, amejitahidi sana kaingia uwanjani au kanunua jezi. Mwanachama ni yule mtu ambaye anakipenda kitu kwa dhati. Hata kwenye kufanya maamuzi huwa anafikiria mara 2 mara 3. Kwa hiyo anakuwa na subira. Sasa kabla ya mwanachama pia, kwa kuongezea hapo ni kwamba anakuwa ana kadi ya wanachama kabisa, anailipia ada kila mwaka. Ndio. Lakini pia ananunua bidhaa harisi za klabu na hawezi kupenda vitu vya magendo vya klabu. Huyu anasema huyu ni mwanachama. Lakini pia mwanachama pia ni mwanahisa wa klabu. Kwa maana kwamba katika ule mgawanyo wa 100%, mwanachama yupo katika 51%. Huyu ni mwanachama. Kwenye zile 51. Yes, lakini pia mwanachama ndio anahusika katika vikao vya maamuzi vya klabu. Anaweza asiende yeye, lakini kwenye tawi lake akawakilishwa na katibu wake, mwenyekiti wake au kazina au mtu ambaye atateuliwa na tawi kwa ajili ya kwenda kuwasilisha mawazo yao. Hii ndio tofauti ya mwanachama na shabiki. Shabiki hawezi kuingia katika maamuzi ya klabu na hawezi kuzungumza lolote. Uongozi likampa kipaumbele. Huenda wewe ni mamluki, sababu shabiki unaweza pia ukawa kukodiwa kabisa, lakini mwanachama hawezi kukodiwa. Unanipata uzuri? Sasa mwalimu Romain Folz chokwa na mashabiki wa klabu ya Yanga, akaja kuchokwa na wanachama wa klabu ya Young Africans. Mwisho kabisa akachokwa na uongozi wa klabu ya Young Africans. Wakampa thank you baba Jeni, bye bye. Sasa story haiko hapo. Story nani anakuja kuvaa viatu wa mwalimu Romain Folz ndani ya klabu ya Yanga. Mengi yanazungumzwa. Unanipata uzuri? Mwalimu Paul Maria ndio tulimpiga hapa. Tulimzungumza vizuri kabisa. Ndio. Ilikuwa ni spana nzito, nakumbuka. Tulimpiga vizuri kabisa. Wakati tuko na Diego Mashauri pamoja na Linga Mfaume. Kabisa. Comments nyingi watu wakatoa. Lakini kwenye zile comments nilichojifunza, watu wanaonekana kama vile wanashindwa kukubaliana kabisa na kile kinachoendelea. Unajua kuna watu wamesema sisi umekuwa mpiga ramli. Hivi vitu ni mchakato. Ni vitu ambavyo vinakwenda. Sasa Young Africans leo ina makocha wawili mezani. Mreno, kwa maana mwalimu Paulo. Unanipata vizuri? Ukiachana mwalimu Paulo ambaye anatakiwa aje pale, kuna mwalimu Gamondi ambaye kwa soko Singida ndio wanajadiliwa nani kwa haraka. Kuwasikiliza viongozi wako na hoja ya kwanza, mwalimu Paulo ni mzoefu, ana uwezo mkubwa, profile imejaa. Tofautisha na mwalimu Romain Folz, anaweza kuja pale Young Africans akawapa mataji. Lakini je, anaweza kukopi mfumo kwa haraka, mazingira kwa haraka? Swali la kwanza viongozi wanajiuliza. Lakini wengine wanasema Gamondi alipita kwetu kwa manufaa mazuri, ni kocha mzuri. Tumpe nafasi kwa sababu yeye anajua klabu,
lakini pia ni mzoefu kwenye ardhi ya Tanzania. Huyu hahitaji muda kabisa. Sasa nani twende naye ndio nataka wafanye maamuzi. Sasa ukizungumza hivyo unaonekana mpiga lambi. Mashabiki sasa wamekuja na mpya, wanasema hawamtaki Mwalimu Gamondi. Wanapata vizuri wanachama pia hivyo hivyo. Soma kwenye comments vipindi unavyofanya, hata wewe unaibisha. Kuna watu kazi yao wao ni matomaso, wao wanabisha kwenye kila kitu. Wewe unamalizia tu unabisha ulikuwepo. Unabisha ulikuwepo, basi ingia uone. Kama unabisha mashabiki hawamtaki Mwalimu Gamondi, unabisha. Soma kwenye comments vipindi vyote nilivyovifanya. Alafu pia ingia kwenye page mbalimbali. Ndio. Na kwenye platform mbalimbali. Watu wanamkubali Gamondi kwa asilimia ngapi? Wanasema ni msaliti. Alituumiza, lakini hawezi kurejea na akafanya vizuri kwa sababu akutuacha vizuri. Mengi yanazungumzwa. Binafsi nataka nisikilize kitaalam zaidi, tusiangalie miemko ya watu. Mapunda Steven, Gamondi ndiye ambaye Mwalimu yuko mezani kwa sasa, na Mwalimu Paulo. Lakini ijapokuwa mpaka tunaingia mitamboni inaelezwa pia kuna walimu wawili yameletwa majina yao, lakini hayana nguvu. Wako wanaosema Mwalimu ambaye alipita mara ya mwisho ndani ya klabu ya Yanga, Mirudi Amdi, aletwe kwa sababu kule Ismailia ameshapewa thank you. Baba Jeni bye bye. Wanasema aje huyu. Unanipata vizuri. Wengine viongozi wanasema unaonaje tukumbushe dili lililokufa lile la Madagascar. La Cotedrabe. Inagumu kweli kweli mpaka umeze panado hiyo. Ndio. Tutie maneno kwa Mwalimu Gamondi, kwako nini hasa ambacho unakiona? Kwa upande wangu mimi nikitazama kwa sasa Dar es Salaam Young Africa wanaweza wakapata kitu kwa Miguel Gamondi. Ukiangalia majina ambayo yapo mezani, ukimwangalia Alomwadi, ukija kumwangalia Mirudi, ukija kumwangalia na Paul wa Ureno na Miguel Gamondi, mimi binafsi namuona Miguel Gamondi anaweza akawa ni chaguo sahihi zaidi kwa upande wa Young African. Kwa nini atakuwa ni chaguo sahihi zaidi? Moja ni ameweza kutumikia ndani ya klabu ya Yanga, lakini pia ameweza kufundisha soka la Afrika. Anajua vizuri tamaduni za Afrika, na nzuri zaidi ameweza kuishi ndani ya viunga vya Young African na ameweza kuifundisha Yanga kwa mafanikio. Ni kocha wa kwanza kuifikisha Yanga hatua ya makundi baada ya miaka 25 kufanya hivyo klabu bingwa barani Afrika. Lakini pia ndiye kocha ambaye aliweza kutoa changamoto katika timu ambayo ilikuwa na wastani wa kufunga magoli mawili kila mechi, ambayo magoli mawili pointi 6 ambao ni sasa na magoli matatu. Mabao matatu kwa mechi. Lakini aliweza kutana nao Mamelodi Sundowns katika ubora huo. Lakini hawakuweza kufua dafu hapa nyumbani, hawakuweza kufua dafu walipokuwa nyumbani kwao, wakaja kuondolewa kwa mikwaju ya penalty na goli moja ambalo lilikataliwa halali kabisa lililofungwa na Stefan Aziz Ki. Huyu ni nani? Huyu ni Miguel Gamondi, ambapo katika pitch anakupa kitu ambacho ni sahihi zaidi. Na aina ya kocha ambaye akiwa ana uwezo wa kukufunga basi sio anakufunga goli moja au goli mbili. Ukiingia kwenye mfumo unafungwa kabisa. Rejea misimu miwili iliyomalizika, aliweza kufanya maafa makali sana. Na Mwalimu ambaye na kuweka pose Mapunda Steven akiweka hadi yake inakuwa vizuri. Kumbukwe wakati anakutana na Simba kwenye ngao ya jamii kwa mara ya kwanza anakuja, alikaribishwa na sare, wakaenda kwenye penalty akatunguliwa. Aliwaahidi wananchi, sikufungwa na nani? Na Simba. Naomba tukutane kwenye ligi. Ilikuwa tarehe ngapi kama unakumbuka? Ilikuwa Novemba 5 ile. Novemba 5. Wanapata vizuri kabisa. Ile Novemba 5 Simba baada ya Mwalimu kusema sikufungwa, naomba tukutane kwenye ligi. Mechi ya kwanza Novemba 5. Kabisa. Bwana kilichotokea yeye akiwa mgeni, kilichotokea Benjamin Mkapa kimeacha historia mpaka kesho. Unanipata uzuri of course. Tia maneno. Kabisa. Kwa hiyo ni kocha ambaye
ukijaribu kumwangalia na kumzungumzia kwa baadhi ya watu wengi wanasema kwamba ni kocha ambaye wana mashaka naye, lakini ni kocha ambaye ameweza kuwapa furaha nyingi sana wananchi, hususan kwa kuweza kumdominate Simba Sports Club ambaye yeye ni mtani wake wa jadi. Kwa Gamondi hawakuweza kufua dafu zaidi ya ile moja ambayo ilitokea kule Mkwakwani Tanga kwa kuweza kuchukua kombe kwa mikwaju ya penalty. Baada ya hapo haikumbukwi ni lini Miguel aliweza kupoteza mbele ya Simba Sports Club. Makocha wakibadilika, akija Benshika, akianza Robertinho, akija pia Fadru, hawa wote wameweza kuonja vipigo kutoka kwa Miguel Gamondi. Kwa hiyo katika eneo hilo Miguel Gamondi unampigia tiki ya kijani kwamba anastahili kuweza kurejea pale. Lakini kitu kingine ambacho kiangalia Gamondi anastahili kurejea Yanga ni kwa sababu ameacha wachezaji ambao wengi alikuwa nao katika msimu ambao akiwa anahudumu ndani ya Yanga. Wachezaji wengi wapo, ukiondoa wachezaji wachache ambao walikuwa key players kwake, Aziz Ki, kumwangalia Hardy Aucho alikuwa anaingia na kutoka, Kennedy Musonda, Clatous Chama alikuwa anaingia na kutoka, lakini the rest ni wachezaji ambao wengi alikuwa nao kwenye kikosi ndani ya Young African. Kwa hiyo kwa sababu hizo mimi naiona nafasi ya Miguel Gamondi kuweza kuwatumikia wananchi. Lakini kuna baadhi ya pointi ambazo watu wanajaribu kuzigusia kwamba katika pitch Gamondi amewapa furaha wananchi, lakini maisha nje ya uwanja yamekuwa yakitatiza zaidi. Kwa maana ya kwamba Miguel Gamondi mbali ya kwamba ameishi Afrika, lakini kuna ule utamaduni wa Amerika Kusini bado haujamtoka. Kuna wenzetu kule Ulaya wanaweza wakawa wana mechi 3 days to come wao ndo wakaingia kambini, au 2 days to come wao ndo wakaingia kambini. Wasiwe na ule mfumo wa kukaa kambi muda mrefu, na wakaweza kuingia katika mfumo na wakafanya vizuri. Kwa wachezaji wetu sisi wa Afrika, hususan kizazi ambacho wachache wamepitia kwenye academy, kwenye soka academy, kwa hiyo unakuta ukiwa umwekei misingi mizuri, ukimwacha aishi katika maisha yake ya kawaida ya mtaani, unakuta ule ubora huwezi kuupata, kwa maana ya kwamba anaweza akashindwa kujicontrol. Ile self control inakuwa ndogo zaidi. Kwa hiki ndicho ambacho kwa Yanga waliweza kukipata na gharama kubwa waliweza kuingia, kwa maana ya kwamba unakuta katika mechi zile za muhimu wachezaji walikuwa wakitokea nyumbani na ndio ilikuja kuwaletea madhara, na hadi baadaye ikaja ikatokea viongozi wa kisiasa wakubwa kabisa walikuwa wakitoa shuhuda kwamba siku moja kuelekea kwenye mechi wachezaji tunalewa nao bwana. Na si mbaya kumtaja, ndugu yetu alikuwa mbunge ni Msukuma, mbunge Msukuma, alisema alinunua pombe za mamilioni kwa mashabiki wa klabu ya Yanga siku moja kabla ya mchezo, na wakaenda kucheza huo mchezo, Yanga wakapoteza kabisa. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa ni tamaduni ambazo kwa mpira wetu wa Afrika ni ambazo hazipo. Lakini pia hata zile characters za mtu mmoja mmoja, wengine kuwa na mahusiano wakati wapo kazini, wapenzi wao kuja kuwatembelea katika maeneo ya kazi, lakini pia na yeye pia kuleta mahusiano katika maeneo ya kazi. Moja tunajua hiyo Diego alizungumza na wewe leo unaizungumza, ilikuwa moja nafikiri tu hiyo ya wapenzi kusafiri nao labda kwenye ndege moja na timu, ilikuwa ni ya Mwamba Stefan Kiaziz na dada yetu Hamisa Mobeto, lakini sijajua kama kuna wachezaji wengine walifanya hivyo jamani. Kuna wachezaji wengine walifanya hivyo, si vyema kuweza kuwataja. Walikuwepo wengine? Kuna wengine walikuwa nafika hadi Aviki. Si vyema kuwataja, lakini najua ya Mwamba tu Aziz waliweza kufika katika viunga hivyo, na wengine wanafahamia kabisa wako katika ndoa, wamefunga ndoa, lakini wakawa vimada, wakawa wanawatembelea hadi katika maeneo ya kambi. Ni vitu ambavyo viongozi walikuwa wakizungumza sana na kocha bwana, hivi vitu vipi? Lakini kochi alichokuwa anasema kwamba matokeo yanapatikana na deliver ninachokihitaji, si ndio? Haya maisha mengine ni mchezaji mwenyewe aweze kujicontrol, kwa sababu mpira sasa umebadilika. Hebu mpe mchezaji uhuru aweze kuishi maisha yake, lakini aweze kukupa kitu uwanjani. Uongozi ukakaa kimya na ukisubiria kwamba tuweze kupoteza alafu tuone nini kitakachokuja kutokea. Alipokuja kupoteza mechi 2 mfululizo, wakamwambia unaona tulichokuwa tunakwambia, na sasa ushaanza kupoteza, na umepoteza katika washindani ambao sisi tuliweza kuwa dominant kwa muda mrefu, umekuja kupoteza mbele yao. Vipi ukija kukutana na mtu ambaye shauku yake kubwa ni kuwa bingwa, wewe utatufelisha? Ndipo hapo wakaweza kumcancel. Na ndio maana hata Romain Folz pia kunyolewa kichwa ilikuwa anasubiriwa aweze kufanyaje, kupoteza. Na amepoteza, kapoteza kwenye destiny ambayo Yanga wanaifikiria kuelekea kucheza makundi. Afu Pepe ndo kapoteza. Huyu bwana tusisubirie tupoteze kabisa.
Yani hatua ya kwanza tu tayari kashatupa mguu mmoja nje. Tunaenda hatua ya pili tuendelee kuwa naye huyu, tutakosa hapa tutaanza tutashindwa mtu kumlaumu. Ngoja tumle kichwa kabisa. Okay. Kwa na Romain Folz alishapewa taski kwamba bwana, sisi malengo yetu ni kucheza hatua ya makundi. Kwa hiyo hata pale kwenye kuterminate mkataba wake wanarudi tu kwenye karatasi. Anambia bwana, tulikwambiaje bwana kufuzu hatua ya makundi. Na wewe umefanya nini hapa? Na wewe umefanya nini hapa? Umeshatupotezea alama. Nimepoteza. Okay sawa, umepoteza. Lakini nitakuja kushinda nyumbani, wanamkumbusha. Wanaambia bwana, unamuona huyu hapa huyu MC Alger huyu alishindwa sisi kuturuhusu twende hatua ya robo finali kwa kulitaji golili moja, na tulikuwa na key players ambao wametupa mafanikio katika ardhi yetu kwa muda mrefu. Kwenye ardhi ya nyumbani na ilikuwa ardhi ya nyumbani. Wewe unatuaminishaje hapa wakati paka sasa hivi hatujajua Musa Bala Conte kwa nini achezi? Unatupaje uhakika kati hatujajua kwa nini Celestine Ekua hajakuwa chaguo lako la kwanza wakati anafanya vyema kule? Bala Conte naumiza mchezaji wa dola 600,000 kabisa. Unawezaje kutuaminisha kwamba unaweza ukafuzu wakati Lasini Kouma katika taifa lake la Chad mchezaji tegemeo huku hata kwenye mbao ndefu pale anakaa ajui kama atavaa socks aingie uwanjani? Unatuaminishaje kwamba inaweza ikawa kweli? Unatuaminishaje? Tumekupa Pierre Pacome Zouzoua, mchezaji bora kabisa huyu, ameisaidia timu yake kwenda kombe la dunia, ambaye kutoka katika ardhi ya Tanzania katika ligi ya Tanzania. Tumekupa, hujaweza kutupa chochote. Unatuambiaje kuhusu huko? Bwana, wasiwasi ndio akili. Basi chukua tahadhari, wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Ndicho wakaweza kukifanya. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, Yanga huwa wanaonaga katika kuelekea kwenye hatari zaidi, huwa wanafanya maamuzi mapema. Rejea enzi za kina Juma Abdul Jafari Mnyamani. Mshikaji wako sana huyu, mwana Morogoro mwenzio. Kweli ndugu yangu huyo ukae. Kuna kocha alikuwa anaitwa Luka Emil. Unamkumbuka yule? Kwa mguu mmoja hivi kama anachemea hivi mambo. Yule mwamba yule. Ndio kwa dharau wanatukana wananchi. Yule mwamba alisema neno moja tu kwamba wananchi hamjui mpira kama manyani. Mnaongea mnapiga kama manyani. Ile kauli tu ya kama manyani. Na ni kocha ambaye anapiga boli unatembea kweli kweli. Ile kauli tu ile ilitosha kuweza kumuondoa ndani ya viunga vya Young African. Kwa hiyo Yanga wamekuwa ni watu ambao si watu asimile katika jambo ambalo wanaamini hili ni kwa maslahi ya timu, hii ni kwa maslahi ya klabu yetu. Wamekuwa hawana asimile katika eneo hilo. Lakini ukirejea kwangu, nini ambacho unaweza nikashauri kwa upande wa Young African katika majina ambayo yako mezani? Mimi nahisi kwa sababu Mirudi Hamdi tayari kule hayupo kwenye kibarua chake ambacho kilimuondoa Tanzania, ameshapewa thank you. Mimi nafikiri Mirudi Hamdi ukiniwekea Mirudi Hamdi ukaelekea na Miguel Gamondi, mimi nitarei kwa Mirudi Hamdi kwamba anastahili kuweza kurejea, na hata kama nikipata nafasi ya kushauri uongozi wa Yanga, mimi naamini Mirudi ni best selection kuingia katika kikosi cha Yanga, kwa maana ya kwamba yeye ndio kocha wa mwisho kuondoka katika viunga vya Yanga, na ndio aliondoka akiwaachia ubingwa wote wa ndani, kawapa Muungano, kawapa NBC, kawapa CRDB na kawapa soka safi, na ni kocha ambaye ameondoka katika viunga vya Tanzania akiwa hajawahi kupoteza mchezo hata mmoja. Linoti ili brother, yani toka aje hajawahi kupoteza mchezo hata mmoja, na ilikuwa inatokea hadi mazoezini huyu mwamba hajawahi kupoteza. Alikuwa akigawana yeye pamoja na ule kocha msaidizi timu, yeye timu anayochukua yeye haipotezi hata kama amchukue nani. Yani ilikuwa hivi, wakicheza mazoezini kipindi cha kwanza yeye yupo kwenye timu D, huku namba 2 Kibwana Shomari, kule namba 3 na kule 4 na 5 anakaa Mwamnyeto na sisi Andambwile kipindi hicho. Kipa Msheli apotezi. Wanakuja kipindi cha pili, kocha anasema singoje kipindi huko kwenye timu yako B kwa sababu anakaza sana, anataka namba, anarudi huku, tunafuta matokeo ya kipindi cha kwanza. Akirudi huku wakicheza tena, wale ambao walikuwa wameacha kipindi cha kwanza wanapoteza, yeye apoteze. Huyo ni kocha ambaye yeye kupoteza kwake ni sumu kali sana, ni kitu ambacho hakijawahi kutokea. Kwa mimi nafikiri kwa Mirudi Hamdi ni kocha ambaye ni sahihi kabisa kuja katika viunga vya Yanga, na yeye pia nafikiri ndio atawapeleka katika nchi ya ahadi kwa aina ya soka lake lilivyo, yuko too direct. Lakini pia anapenda sana fitness ya wachezaji iwe level ya juu, lakini pia ni mtu ambaye yupo katika quick passing, lakini pia anaishi kama baba, kama mzazi. Hana ule utamaduni kama wa Miguel Gamondi wa Amerika ya Kusini. Ni mchezaji ambaye unaona kabisa kwamba akikaa
huyu ni kocha na huyu ni mchezaji. Hana ile civilization iliyopitiliza zaidi kati yake yeye na wachezaji. Mimi nafikiri huyu atakuwa ni sahihi zaidi kujiunga na Dar es Salaam Young Africa. Lakini pia ukiangalia bwana Mirudi huwa acheki huyu mwamba. Umeelewa vizuri? Nilimshuhudia mara moja tu akicheka goli la pili aliyofunga Clement Mzinze. Goli la pili alipiwa pasi pasi ya hatari sana iliyopigwa na Pacome Pedro Zouzoua. Yeah. Nikamwona na alivyocheka yeye akucheka hadharani, alizunguka nyuma ya benchi lile afu akaenda kagonga, ndo alicheka pale. Alivyomaliza hapa kucheka tena mpaka muda wa kubebwa na kuanza kumwagiwa maji. Kwa ni mtu ambaye yuko kikazi zaidi, alafu starehe baadaye. Kwa mimi nafikiri huyu mwamba huyu kama Yanga wanaweza wakafanya manuva akaingia Jangwani pale, kilio bado kiko pale. Huo ndio ushauri wangu. Ni ushauri wangu. Lakini kwa Miguel Gamondi pia akija Yanga bado tabu ipo pale pale, wanasema ugali moto mboga moto. By the way, ni Steven Mapunda na mtazamaji, wacha nikupe taarifa nzuri. Hapa tunachokifanya sasa ni kuzungumza sasa ndani ya klabu ya Young Africans baada ya kumpoteza kocha wake mkuu, nani aje kuchukua nafasi ya nani na nani anaweza kawa kocha mzuri. Na Young Africans, taarifa ambazo tuko nazo kutoka kwenye vyanzo vyetu pale vinaeleza ya kwamba mwalimu yule Mreno kwa maana mwalimu Paulo Maria jina lake linapewa nafasi, lakini mwalimu Gamondi jina lake pia linapewa nafasi. Sasa viongozi wanatazama pia na wanafuatilia vipindi mbalimbali, wanatazama mabosi wao ambao ni nyinyi mashabiki mnataka nini. Wengi wenu mashabiki wa klabu ya Yanga hawahitaji arejee mwalimu Gamondi kwa namna jinsi alivyoacha. Sasa na sisi tumefanya kipindi hiki kwa lengo la kutazama kwa nini msipende, na ile ni kazi. Na tunaangalia faida za mwalimu Gamondi kama atarejea ndani ya kikosi ni zipi. Anipata uzuri lakini Steven Mapunda amefika mbali. Yeye ametoa ushauri wake binafsi anavyoona. Kama Gamondi amumtaki, basi Mirudi anaweza kuwa kocha mzuri kwa namna ambavyo alifundisha Yanga na alikana wachezaji, lakini kule ikumbukwe alipokuwa amefukuzwa. Kwa hiyo ni rahisi pia kurejea ndani ya kikosi cha Yanga. Ni ushauri wetu. Sasa na wewe pia unaweza kudrop comment yako hapo chini ukatuambia kwa undani zaidi na vizuri zaidi. Je, nini hasa ambacho unakiona na nini hasa ambacho kiko sawa juu ya hiki ambacho kinapata kuendelea. Hapa tunajadili sote, sio nani anakuwa hapa tumeka mjadala mezani. Huu ni mjadala huru na wewe una nafasi ya kuchambua vizuri. Steven Mapunda nafikiri ndio tutakwenda kurejea tena kuzungumza content ya pili. Nafikiri tutaiachia kama si baadaye kidogo. Baada ya hii itakuwa ni kocha ambaye sasa anapewa kipaumbele, ndio kwa maana ya mwalimu Paulo. Ndio unanipata uzuri mwalimu Paulo Maria ni mwalimu wa aina gani utawaambia hapa. Ndio na tutawaambia je atakuwa na faida gani kama atakuja, lakini ni mgeni, je anaweza kusaidia Yanga kwa haraka ama hii ni project ya muda mrefu. Na huyu mwalimu bwana ni Mreno, anaitwa Joa Mota. Joa Mota, lakini mimi napenda kumuita Paulo Maria sababu ndio majina ambayo rahisi kuyashika mimi. Na huyu mwalimu yuko kule Oman. Young Africans wako tayari kuvunja pia nini mkataba pale Oman ili aweze kurejea kwenye klabu ya Yanga na kuifundisha klabu hiyo. Nafikiri ni kipindi kinachofuata tutamuelezea vizuri watu wakae mkao wa kula. Ni kocha wa aina gani? Tutaenda kupiga small details, kiwango chake cha elimu kipoje kwenye soka, pia ameweza kufundisha timu ngapi, kwa mafanikio ya aina gani, huwa anapenda formation za aina gani, aina zake za wachezaji ambao huwa anavutiwa nao zaidi, na hatari zake huwa zinakuwa katika maeneo yapi, na katika dakika 90 huwa anakuwa hatari katika maeneo yapi na maeneo yapi. Nafikiri kitakuwa ni kipindi bora sana ambacho kitakuja hivi punde. Bana, hivyo ndivyo ambavyo na sisi tunakupatia wewe taarifa ndogo ndogo ama small details juu ya Young Africans na makocha ambao wanawahitaji. Lengo ni zuri kuchambua hivi, na hapa tumeweka kamjadala juu ya walimu hawa ambao wameshapita Yanga na faida za haraka zaidi. Kwa hiyo unaruhusiwa na comment na kutoa ushauri wako. Kipindi hiki sio tumemleta mwalimu moja kwa ni kipindi ambacho tumeleta kamjadala kidogo, sababu pia ikumbukwe viongozi wa Yanga hawakurupuki, na wao pia wanafuatilia na kujua nini hasa ambacho kinatakwa zaidi, nini hasa msaada zaidi. Kwa hiyo pia comments yako inaweza pia kuwa msaada mkubwa mno. Wanipata uzuri na ndio maana baada ya kelele nyingi hatumtaki, ikumbukwe viongozi walikuwa wanamtaka kwa ajili ya plani ya muda mrefu, lakini mwisho wa siku ikashindikana. Kwa hiyo si ajabu kuona pia comment yako inaweza pia ikawapatia Young Africans kilicho bora zaidi. Jina langu naitwa Cisco. Ni MC mzuri pia. Niko na MC Steve hapa. Ili kwa pamoja tunakuambia tu kwamba unapohitaji
huduma nzuri ya MC, muziki, picha pamoja na video, basi tupigie kupitia namba ya simu ile ile ya 0782 055 044 kwa sherehe zote. Lakini nikuambie tu ya kwamba wakati tunazungumza hapa pia nguvu kubwa tulikuwa tunapewa na Bati Quality. Ni kampuni bora mno ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Na sasa kuna ofa bab kubwa. Nyuma ya kamera yuko mwamba kweli kweli, si mwingine. Asante kwa kutazama Kiki TV Tanzania. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe pamoja na kubonyeza kengele. Endelea kuwa nasi.